na vile vile tuliona wakati na mahali ambayo kitabu cha Wakolosai iliandikwa, mwaka ambaye ni wa 62 na sehemu iliyoandikiwa ni Rumi. Na mambo ambaye tuliachia jana, tuliacha katika kusudi, purpose, ambayo kitabu cha Wakolosai imeandikwa. Tulikuwa tukiangalia ni sababu, kusudi 6 maalum, ambayo tuliweza kuangalia 3 peke yake, ambayo ni kuonyesha nia yake ya maombi kwa watakatifu wa Kolosai kukua kiroho, kuwa waumini wa Kolosai wanakuwa kiroho. Na tukaona umuhimu wa kukua, kwamba kila kitu na kila jambo katika maisha ya Mkristo inafaa ikaweze kukua. Maana mwanadamu pasipo kukua inaonyesha hali ya kufa, hali ya kutokuwa na uhai. Na chochote kilicho hai kinakuwa kiumri, kinakuwa kimaisha, na pia kinakuwa kiroho, kama hii ambayo tunazungumzia leo, hali ya kuwa kiroho. Jambo la pili, tukaona kwamba alikuwa akiwaonya watakatifu wa kanisa la Kolosai kuhusu mafundisho ya uongo. Mafundisho ya uongo yamekuwa rampant wakati huo, na hata leo hii mafundisho ya uongo bado imejaa katika nchi hii yetu ambaye tunaishi ndani yake, na sehemu nyingi za dunia wameinuka watu wanaanza kufundisha mafundisho wasioijua vema wao wenyewe. Maana taabu ya watu wengi katika ulimwengu huu wa sasa, wanataka kuinuka na kufundisha pasipo wao kupitia mafundisho ambaye wanahitaji kufundisha wengine. Na sasa hiyo mafundisho ambayo kila mtu anataka kuwa mwalimu wa kufundisha neno, imewaingiza katika mafundisho mengi ya uongo. Na ndiyo ilivyokuwa hata wakati wa Mtume Paulo, wakati wakiandika kitabu hiki cha Wakolosai, walikuwepo walimu wengi wa uongo ambaye walikuwa wanakuja baada ya mtume kuhubiri katika sehemu moja na kuondoka. Akiondoka tu namna hii, na hao walimu wa uongo wanatua katika hiyo kanisa mpya ambayo imeanzishwa na mtume. Na akajua na aliwaonya kwa juhudi nyingi kuhusu walimu wa uongo. Jambo la tatu ilikuwa kuwahimiza wawe na maisha ya utakatifu, kuwahimiza kanisa la Wakolosai wawe na maisha ya utakatifu. Maana mtu akisha mkubali Yesu, anaacha maisha ya kwanza ambayo alikuwa akiishi zamani, na anaanza maisha mapya. Maana imeandikwa hata katika Wakorinto kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama sasa yote yamekuwa mapya. Na maisha haya mapya ambayo yanazungumziwa ndani ya Kristo ni maisha ya utakatifu. Maisha ya utakatifu tuliangalia mpaka hapo. Jambo la 4 ambayo tunaanza leo kuangalia ni kueleza kazi ya watendakazi wawili, ambayo mmoja alikuwa anaitwa Tikiko na mwenzake alikuwa anaitwa Onesimo. Na hii inaonekana katika sura ya 4 mstari wa 7 mpaka mstari wa 9,
kuhusu kazi ya watenda kazi hawa wawili, na alitaka kueleza kazi yao maalum, kazi ya hawa wapendwa, ambayo ni katika mstari wa 7 mpaka mstari wa 9, ambayo inasema hivi. Mstari wa 7: Tikiko, ndugu mpendwa, mtumishi mwaminifu, mwenzi wangu katika Bwana, atawaarifu mambo yangu yote. Hapo alieleza kuhusu jinsi atawaarifu mambo yake yote, kwa sababu alikuwa naye katika gereza, mahali ambapo alikuwa amefungwa huyu mtume Paulo, na akasema kwamba atawaeleza mambo yangu yote. Mstari wa 8 inasema vipi? Ambaye nimemtuma kwenu kwa sababu hiyo hiyo, ili mjue mambo yetu, naye akawafariji mioyo yenu. Mstari wa 9 ikasema vipi? Pamoja na Onesimo, ndugu mwaminifu mpendwa, aliye mtu wa kwenu, hao watawaarifu mambo yote ya hapa petu. Hawa ndio watu wawili ambayo ni Tikiko na Onesimo, waliokuwa pamoja na mtume Paulo, walienda kumuona gerezani, na kwa sababu hiyo aliwaeleza kwamba watawaeleza mambo yote ya hapa petu, watawaarifu, maana ndio waliwatuma katika kanisa hili la Wakolosai ili watoe habari ya mtume huyu Paulo. Jambo la 5 ilikuwa kutuma salamu kutoka kwa watendakazi pamoja naye. Sura ya 4 mstari wa 10 mpaka 15. Sura ya 4 mstari wa 10 mpaka 15. Hiyo ni salamu ambayo anatoa kwa ajili ya watendakazi pamoja naye, ambaye watendakazi hawa walikuwa huyu mmoja ambaye tunasoma katika mstari wa 10: Aristako, aliyefungwa pamoja nami, awasalimu, pamoja na Marko binamu yake Barnaba, ambaye mmepokea maagizo juu yake, akifika kwenu mkaribisheni. 11 inasema, na Yesu aitwaye Yusto. Huyo sio Yesu Kristo, ni Yesu aitwaye Yusto. Kulikuwa na watu wengine waliokuwa na jina Yesu, na sasa huyu ni Yesu aitwaye Yusto, awasalimu. Hao tu ndio watu wa tohara miongoni mwa wale watendao kazi pamoja nami kwa ajili ya ufalme wa Mungu, nao wamekuwa msaada kwangu. 12 Epafra, mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimu, akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake, ili msimame mkiwa wakamilifu na kuthibitika kabisa katika mapenzi yote ya Mungu. Sasa huyu Epafra, sifa ya kwanza ambaye alikuwa naye, alikuwa mtu wa kwao, mtu wa Wakolosai, ambapo amesema Epafra aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimu, na alikuwa na bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake. Alikuwa na sifa hii ya kuwa na bidii katika kuwaombea, na aliwaombea ili nini ifanyike katika maisha ya watakatifu. Akasema hivi, ili msimame mkiwa wakamilifu na kuthibitika kabisa katika mapenzi yote ya Mungu.
aliwaombea wasimame. Maana mara nyingi watu wengi katika makanisa haya yaliyoanzishwa na Mtume Paulo, wengi hawakusimama kwa ajili ya mateso. Waliteswa na wakasumbuliwa kwa sababu ya imani. Lakini maombi ya huyu Epafra ilikuwa wasimame wakiwa wakamilifu na kuthibitika katika mapenzi yote ya Mungu. Kusimama na kuthibitika. Kuthibitika ni kuhakikishwa kweli kwamba ni watu walioisimamia kweli na imani ya Mungu. Kusudi ya 6 ambayo ilikuwa ndiyo ya mwisho ilikuwa hivi: kuwaeleza kuwa baada ya kusoma waraka huu, wawape pia kanisa la Laodikia lisome pia waraka huu. Sura ya 4 mstari wa 16 na 18. Sura ya 4 mstari wa 16 na 18 unasomeka hivi: waraka huu ukiisha kusomwa kwenu, hakikisheni kwamba unasomwa katika kanisa la Walaodikia pia, na ule wa Laodikia usomwe na ninyi. 17. Mwambie Arkipo iangalie sana huduma ile uliopewa katika Bwana ili uitimize. 18. Naandika salamu yangu mimi Paulo kwa mkono wangu mwenyewe, kumbukeni kufungwa kwangu, na neema na iwe pamoja nanyi. Sasa rudi 16. 16 ndiyo inasema hivi: waraka huu, alikuwa anawaambia waraka huu ukiisha kusomwa kwenu, hakikisheni kwamba unasomwa pia katika kanisa la Walaodikia pia, na ule wa Laodikia usomwe na ninyi. Sasa hapa kuna jambo katika mstari huu wa 16 ambaye tunahitaji kujua kama waumini. Inamaanika ama inasemekana katika wasomi wa neno la Mungu kwamba kuna waraka ambazo Mtume Paulo aliandika na zingine zilipotea, kama waraka huu wa kanisa la Walaodikia. Maana aliwaambia, nyinyi mkimaliza kusoma waraka huu wa Wakolosai, waraka ni barua, waraka ni hizi sura 4 ambayo aliwaandikia kanisa la Wakolosai. Na baada ya kuandikia Wakolosai, aliwaambia mkimaliza kusoma waraka huu, wapatieni kanisa la Walaodikia. Maana tuliona mji wa Wakolosai na mji wa Laodikia ilikuwa imeachana na mile 12, 12 miles. Na inaaminika kabisa kulingana na mstari huu kwamba Mtume Paulo aliwaandikia Walaodikia barua, lakini hiyo barua ilipotea na hatuna katika Biblia waraka huu ambaye inaitwa waraka wa Walaodikia. Lakini mstari huu inaeleza vizuri bila maswali kwamba kulikuwa na waraka ambaye Paulo aliwaandikia Walaodikia na haiko katika Biblia, haijaandikwa. Maana aliwaambia Wakolosai, nyinyi mkimaliza kusoma hii waraka, patieni hiyo kanisa la Walaodikia, na hiyo barua niliyowaandikia Walaodikia wawapatie na ninyi. Sasa tuende sura ya kwanza. Sura ya kwanza ambaye tunaanza kujifunza mstari baada ya mstari katika sura ya kwanza.
Katika sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili inasoma ama inaeleza kitu ambayo inaitwa mwandishi na salamu. Mstari wa kwanza na wa pili unasema kwamba Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, na Timotheo ndugu yetu, kwa ndugu watakatifu na waaminifu katika Kristo walioko Kolosai, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu. Mistari hizo mbili za kwanza zinaeleza kuhusu utangulizi, ambayo inaeleza mwandishi na salamu, mwandishi akiwa ni Paulo. Neno la kwanza lililoanza katika sura ya kwanza mstari wa kwanza ni hii neno Paulo, mtume wa Kristo Yesu na mapenzi ya Mungu kwa Timotheo ndugu yetu. Na jana tuliona kwa nini jina Timotheo likawa katika utangulizi. Ni kwamba anashukiwa kwamba yeye ndiyo alikuwa baadhi ya timu ya watu walioanzisha kanisa hili. Na mstari wa pili unaeleza kwa ndugu watakatifu waaminifu walioko Kolosai. Mstari wa 3 hadi 8 inaongea kuhusu kumshukuru Mungu kwa ajili ya Wakolosai. Mstari wa 3 unasoma kwamba twamshukuru Mungu Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo siku zote tukiwaombea. Alianza na neno tukiwaombea. Mstari wa 4 ambayo unasema tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mulio nao kwa watakatifu wote. Sifa hii ambayo alikuwa naye na sababu ya kuwaombea. Mstari wa 3 unasema tunamshukuru Mungu siku zote tukiwaombea. Sasa maombi hii ilikuwa ni ya nini? Maombi hii ilikuwa ni item ambayo ni hii: tangu tuliposikia habari ya imani yenu katika Kristo na upendo mulio nao kwa watakatifu wote. Sifa ambayo kanisa la Wakolosai lilikuwa naye kwanza ni imani. Walikuwa people filled with faith. Mioyo yao ilikuwa inamwamini Mungu. Na imani hii ni ipi? Imani ya wokovu, imani ya Yesu Kristo, kumwamini Yesu Kristo katika maisha yao. Hii ndiyo inaitwa imani waliyopokea katika Kristo. Na walipokuwa na imani ambayo ndiyo imani inayohitajika hata nasi leo kama kanisa la Loitoktok, kama kanisa la Kristo katika wakati huu tuwe nao, ni imani ndani ya Kristo Yesu na siyo chochote kingine kando na Kristo Yesu. Ni lazima tujenge imani yetu ndani ya Kristo, maana tunamwamini Yesu. Tunapookolewa, tunayemwamini tunatoa maisha yetu kwa Kristo. Yesu Kristo alisema hakuna mtu atakayemwendea Mungu, atakayepata wokovu pasipo kupita katika njia yangu. Maana Yesu akasema mimi ndimi njia na kweli na uzima, na hakuna mtu atakayemwendea Baba pasipo kunipitia mimi Kristo. Imani yao katika Kristo. Na sisi leo inahitaji tutoe imani katika vitu tofauti tuliokuwa nazo, na katika imani ya kweli inajengwa juu ya Kristo na Kristo peke yake. Maana watu wameinuka, haswa walimu wa uongo,
wanataka waabudiwe wao wenyewe. Katika historia ya Kenya kulikuwa na jamaa mmoja alijiita, mimi ni Yesu wa Tongaren, Yesu wa Tongaren, na alitaka kujenga watu katika imani yake, na watu wasiweke imani katika Yesu Kristo wa Nazareti, Yesu wa ukweli. Wanataka wao wajenge imani yao katika maisha yao, na watu wawainue wao kama Yesu, ambayo ni sawa na kuabudu sanamu. Imani mliokuwa nayo katika Kristo. Jambo la pili katika mstari huo wa 4 ikasema, na upendo mlio nao kwa watakatifu wote. Na upendo mlio nao kwa watakatifu wote. Jambo lingine ni upendo. Watu wa Mungu mnaonitazama katika mtandao, mnaonisikiliza hapa, ambayo uko hapa leo, usipokuwa na upendo, Biblia inasema mimi si kitu. Katika kitabu cha Wakorinto inaeleza upendo kwa njia ya ndani na mafundisho ya kweli. Akasema Mtume Paulo katika Wakorinto kwamba hata nijaponena kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, mimi ni kitu bure. Akaenda to an extent ya kusema hata nijapotoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, mimi si kitu. Upendo. Na upendo ambaye Wakolosai walikuwa nao kwa watakatifu wote. Hawakuwa na upendeleo katika upendo wao. Hata katika mafundisho ya watumishi, ninapowafundisha wanafunzi katika chuo cha Biblia, ninawaambia kuhusu kupenda watakatifu wote pasipo kuonea. Maana katika wakati mwingine tunaweza tukawa na upendeleo, kwa sababu mshirika mmoja ako na advantage ya mwingine tofauti, ukalazimika ukaanza kusongea ndani yake kumpenda kuliko wengine. Lakini neno la Mungu halitaki hiyo upendeleo. Kanisa la Wakolosai lilikuwa na upendo kwa watakatifu wote. Watakatifu wote. Na unapopenda wote pasipo kuonea, pasipo kubagua, hiyo ndiyo inaitwa upendo wa agape. Maana upendo umegawanyika mara 4. Kuna upendo unaoitwa eros. Hiyo ni upendo wa watu ambaye ni watu wa kifamilia au wa damu, watu ambaye mnajuana. Na kuna upendo mwingine ambayo unaitwa storge, upendo ambayo ni ya watu ambaye wameoana, watu ambaye wanahusiana kimapenzi. Na kuna sasa upendo huu wa Mungu ambayo ndio walio nao kanisa hili la Wakolosai, ambayo inaitwa agape love. Agape love ni upendo wa Mungu ambayo haichagui kama ni mtu wa familia, kama ni mtu wa jinsia moja na wewe, kama ni mtu mke au mume waliooana. Inaondoa yote, inaweka upendo huu wa agape ambayo inafungamanisha upendo kwa watakatifu wote. Tunahitaji kuwa na upendo kama huu katika maisha yetu. Na jambo lingine, mstari wa 5 inasema hivi:
kwa sababu ya tumaini. Hiyo ni another reason ambaye Mtume Paulo aliomba kwa sababu yake. Aliwaombea watakatifu wa Wakolosai kwa sababu yake. Akasema kwa sababu, alimshukuru Mungu kwa sababu ya tumaini mulilowekewa akiba mbinguni, ambalo habari zake mulizisikia zamani kwa neno la kweli ya Injili. Sasa shika neno hili, tumaini mulilowekewa akiba mbinguni. Shika sana hiyo neno tumaini. Tumaini katika lugha ya Kimombo ni hope. Inasema for the hope which is laid up for you in heaven. Hope. Hakuna kitu cha muhimu katika maisha ya mwanadamu kama tumaini, hope. Wale watu ambaye tunasikiaga habari zao katika runinga, tukiangalia kwa matelevision, unakuta mtu amekunywa sumu na amekufa. Ni kwa sababu amepoteza hope. Mwingine anajirusha kwa ghorofa ya 15, anajirusha chini aanguke kufa. Kitu ambacho amepoteza ni hope, tumaini. Hata wengine wanaojiua kwa mapenzi, vijana, unakuta mwingine anajiua, anasema kwa sababu nimeachwa na mpenzi wangu tuliyependana naye sana, ameniacha na sasa sioni maisha yakiwa mazuri. Haoni na dunia imejaa watu wa jinsia tofauti na yeye. Kama ni kijana, wasichana wamejaa katika ulimwengu, lakini kwa sababu ya kupoteza hope anakunywa sumu, kwa sababu ameachwa na msichana ambaye walikuwa na mahusiano ya kimapenzi na yeye. Sasa anakunywa sumu na anakufa. Tunapoangalia kwa undani sababu ya huyu mtu kujiondoa uhai, ni kwa sababu ya kupoteza kitu inaitwa tumaini, hope. Hope, kupoteza tumaini. Lakini kanisa hili la Wakolosai walikuwa na sifa hii, na Mtume Paulo akazidi kuwaombea. Akasema, na mtushukuru Mungu kwa sababu ya tumaini mulilowekewa akiba mbinguni. Sasa ile hope, ile tumaini ambaye sisi tuko naye ndani ya Kristo katika maisha yetu, ni tumaini ya kufika mji wa mbinguni, ya kufika mbinguni. Maana tumeahidiwa na Yesu. Aliwaambia wanafunzi wake akipaa kwenda mbinguni, musifadhaike mioyoni mwenu, bali mumuamini Mungu na muniamini na mimi pia. Maana ninaenda mbinguni, ninaenda kuwaandalia makao, ili mahali nilipo na ninyi muwepo. Sasa aliwaambia wanafunzi, if I go to heaven, nikienda mbinguni, ninaenda kuwaandalia makao. Na hii makao ambayo ninawaandalia, nikishamaliza kuprepare,
makao haya, nitakuja niwachukue ili twende mbinguni. Na kwa sababu ya hiyo neno nitawachukua mbinguni, ikazaa hii kitu inaitwa tumaini mulilowekewa akiba mbinguni, ambayo habari zake mulizisikia zamani kwa neno la kweli la Injili. Katika hiyo Injili ya Yohana ambayo ilinenwa kuhusu mambo ya tumaini ya kuwa pamoja na Yesu. Mstari wa 6, mulizisikia kwa kweli kwa Injili iliyofika kwenu, kama ilivyo katika ulimwengu wote. Na akawaombea na neno hili na kuzaa matunda na kukua, kama inavyokuwa kweli kwenu pia, tangu siku muliposikia mukafahamu sana neema ya Mungu katika kweli. Hiyo ni ombi lingine ambayo aliomba Mungu na kumshukuru Mungu kwa ajili yao. Akasema, nikamshukuru Mungu kwa sababu ya ninyi kuzaa matunda na kukua. Kuzaa matunda na kukua. Katika kitabu cha Yohana inazungumzia pia kuhusu kuzaa matunda. Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, na Yohana alikuwa anaandika kuhusu wanafunzi wa ukweli, true disciples. Na Yesu akawaambia, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu kweli ikiwa mutazaa matunda sana, kwa sababu munazaa sana. Mkristo asiyezaa matunda si Mkristo mkamilifu. Ninataka kuwafundisha unayenitazama katika mtandao na uliye hapa leo, ambaye Mungu amekupatia nafasi ya kuwa katika lanja wa hii. Jifunze sana kuzaa matunda. Mtu mzima ambaye ana jamii, anazaa watoto, mke na mume wanazaa watoto ili watengeneze generation yao, ili jina yao isisahaulike hata baada ya wao kufa ulimwenguni. They give birth to children. Na katika wokovu tunahitajika kuzaa matunda. Matunda ambaye tunazaa ni katika njia ya kuwalete wengine katika ufalme wa Mungu, kuwahubiria wengine na kuwalete katika ufalme wa Mungu. Na matunda namba 2 ni matunda ya matendo mema, good deeds. Matendo mema ni matunda. Tunapojifunza kuwatendea wengine mema ni matunda. Kuna mwanamke tunamsoma katika Biblia aliitwa Dorcas. Dorcas alikuwa na matunda mema
ya kazi ambaye alikuwa akitenda katika nyumba ya Mungu. Aliwashonea watu nguo na kuwapa, na hata wakati alipokufa watu walimwambia Mtume Petro, huyu mama kazi yake ambayo alikuwa anafanya ni hii. Wakamuonyesha kwa macho, na alikuwa faida kubwa katika nyumba ya Mungu kwa sababu kazi yake imekuwa na matunda mengi, mpaka mtume akamuombea Mungu akafufuka kwa sababu ya matunda mema. Tujifunze kuzaa matunda. Na alipowashukuru kwa sababu ya kuzaa matunda, akawashukuru pia kwa hii neno kuzaa matunda na kukua. Kuzaa matunda na kukua, to grow. Niliwaeleza jana kwamba kukua hainaga mwisho. Growth has no end. Tunaendelea kukua katika maisha ya wokovu, tunakuwa. Ndiye akasema katika Petro kwamba kama watoto wachanga yatamanini sana maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hiyo mpate kukulia wokovu, mpate kugrow katika wokovu. Kama watoto wachanga, tamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili mpate kukulia imani. Mimi napendaga Wakristo wanaookoka hivi karibuni, mtu ambaye ni mchanga kiroho, wanakuwa na ile effort ya kujikaza katika mambo ya Mungu na kujibidiisha katika kila neno na tendo kanisani, mpaka saa zingine anaambiwa tulia. It's good. Na wakati mwingine tunafika mahali kama Wakristo wakomovu tunaona tumefika. Hiyo sasa ndiyo shida ya Wakristo wa wakati huu, na wanakuwa na kitu inaitwa stunted growth. Stunted growth ni kukua ambaye hawakui tena, wanadumaa. Kudumaa ni kukua kama mbilikimo. Unafika mahali unaona sasa wewe umeridhika, unaona umetosheka, unaona umejua kila kitu, unaona there is nothing more you need. You are a mature Christian, you don't need to grow again. Hauhitaji kukua tena. Sasa hiyo ni makosa. Hiyo ni kuto kujua neno la Mungu. Siku zote tunahitaji kukua. Tunapojifunza neno la Mungu na kukua, kuna vitu zingine tunahitaji kutenda ili tukue, tukulie imani. Tunahitaji kwenda katika mashirika, fellowships, so that we grow in faith. Tunahitaji kwenda katika maombi ili tukue katika imani. Tunahitaji kuwa na muda wetu wenyewe, personal study ya neno la Mungu. Uwe na siku, katika kila siku uwe na wakati wa kuangalia mstari mmoja au chapter moja katika Biblia kila siku, ili uweze kukua. Ni ajabu sana
kwamba Wakristo wengi leo hii wako na Biblia katika rununu zao, simu, na wanaangalia Facebook, wanaangalia mitandao zingine yote, lakini hawezi kuwa na wakati wa kufungua even a verse, na iko katika hiyo simu, na hiyo simu anaangalia akiwa biashara. Unaona ameangalia na anacheka akifuata vituko zinazoenda katika Facebook. Watu wakicheka kwa Facebook anacheka, na siku inaisha hajasoma even a verse in the Bible. Hiyo inalete kudumaa kiroho, kuto kukua kiroho. Unabaki tu mahali ulikuwa na hakuna kukua. Lakini kanisa hili la Wakolosai, Mtume Paulo alimshukuru Mungu kwa sababu walikuwa na sifa hizi mbili. Ya kwanza, kuzaa matunda na kukua. Ni ombi langu kwamba tuzae matunda na tukue kama washirika wa Wakolosai, kama inavyokuwa kwenu pia tangu siku ile mliposikia mkafahamu sana neema ya Mungu katika kweli. Jambo lingine la tatu katika mstari huo wa 6 ni hii: mkaifahamu sana neema ya Mungu katika kweli. Kufahamu sana neema ya Mungu katika kweli ni sifa, ni item ambaye mtume aliwashukuru wapendwa wa Wakolosai kwa ajili walifahamu sana neema ya Mungu. Neema ni nini? Neema ni grace. Neema ni kitu ambayo unapewa bure bila kufanyia kazi. You didn't work for it. Haukuifanyia kazi, lakini Mungu anakupatia for free. Na kwa sababu umepewa for free, na wewe unahitaji kuivalue. Na njia ya kuivalue ni kwa kujua maana yake. Ndiyo hii akasema mkaifahamu sana neema ya Mungu katika kweli. Mkaifahamu. Na kufahamu neema ni kuichukulia serious. Maana watu wengi wana kitu. Watu wengi wanaweza kuwa na kitu wamepewa, lakini hawajui maana yake. Neema hii ambaye tumepewa bure na Yesu kupitia damu yake kwa njia ya ukombozi, tukaokolewa bure pasipo kutoa chochote. Ni neema hii ambaye anawashukuru kwayo, wakaishika kwa sababu waliifahamu. Kuna mahali mtume Paulo aliongea katika neno la Mungu akasema kwamba je, tuzidi kuishi katika dhambi ili neema iongezeke? Tuishi kwa dhambi neema ya Mungu iongezeke? Akasema hasha. Hiyo neno hasha kwa Kiingereza ni God forbid. Mungu aiweke mbali. Hatuwezi kupokea neema ya Mungu
na tuishi tena katika dhambi ili tusamehewe, kurudi katika dhambi ili usamehewe. No, ukiisha kupokea hiyo neema, ishi katika neema, enenda katika neema na ukue katika neema. Kanisa la Wakolosai walifahamu sana neema ya Mungu. Mstari wa 7, kama mulivyofundishwa na Epafra mwenzi wetu mpendwa, aliye mhudumu muaminifu wa Kristo kwa ajili yenu. Alikuwa mwalimu mwema huyu Epafra, mjoli wetu, ambapo alifundisha mambo haya yaliyozungumziwa katika mstari wa 6 kuhusu kukua, kuhusu neema na kuhusu kuzaa matunda. Aliwaeleza, aliwafundisha huyu mjoli wa kweli. Mstari wa 8 ikasema, na alitueleza upendo wenu katika Roho. Naye alitueleza upendo wenu katika Roho ni sababu za kumshukuru Mungu. Sasa usisahau maana ya kushukuru, ambapo mtume Paulo aliongea na kushukuru Mungu kwa sababu ya hizi sifa ambaye tumeangalia kutoka mstari wa 2 wa 3 mpaka mstari wa 8, akimshukuru Mungu kwa ajili yao na kwa sababu ya upendo ambaye waliokuwa nayo katika Roho. Mstari wa 9 hadi wa 11, mistari mitatu. Kuna hii ambayo inasema maombi kwa ajili yao wakue kiimani. Mstari wa 9 mpaka mstari wa 11. Sababu ya mistari hizo mitatu ni maombi kwa ajili yao wakue kiimani. Neno la Mungu likasema hivi: kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuwachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Verse 9. Sasa kuna kitu kipya ambayo mtume anaanza kuzungumzia hapo, na ile kitu ambapo anazungumzia katika mstari wa 9 alisema hatuwachi kufanya maombi na dua. Sasa hiyo ilikuwa ni maombi kwa ajili yao. Wafanyiwe nini? Akasema ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Mjazwe maarifa, mjazwe maarifa. Mstari wa 9 inasema katika Kimombo, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with knowledge. Mujazwe maarifa. Kwa Kiingereza wanasema knowledge. Be filled with knowledge.
mkijazwa hiyo knowledge. Wazungu wanasema knowledge is power. Kufahamu kitu, maarifa ni nguvu. Mujazwe knowledge, maarifa. Na hii maarifa ni maarifa gani? Akasema maarifa ya mapenzi yake. Maarifa ya mapenzi yake. Mapenzi ya Mungu ni nini? Yale ambayo anataka katika maisha yetu. Maarifa ya mapenzi yake. Si maarifa ya kila kitu. Maana neno la Mungu linatuambia kwingine kwamba katika mambo mabaya ninataka muwe wajinga. Hatuhitaji kuwa wajanja katika mambo mabaya. Katika mambo mabaya tuwe wajinga, na katika mambo mema tuwe na akili, tuwe werevu. Na ndiyo hii anasema maarifa ya mapenzi yake. Si kila maarifa tunahitaji kujua. We don't need to know everything mpaka dhambi. No, tunahitaji kujua ni gani tunayopaswa kufanya. Knowledge of his will, ya mapenzi yake. Na akasema katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. In all wisdom and spiritual understanding. In all wisdom and spiritual understanding. Kuwa na uelevu na hekima yote na ufahamu wa rohoni. Mstari wa 10, jambo la pili ambapo aliwaombea, akasema muenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mukimpendeza kabisa na mukizaa matunda kwa kila kazi njema, na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Sasa hiyo ni ombi la Mtume Paulo kwa ajili ya watakatifu wa kanisa la Kolosai. Akawaambia muenende kama ilivyo wajibu wenu kwa Bwana. Kuenenda kama ilivyo wajibu kwa Bwana. Niliwaambia, nimetangulia kusema na nitasema tena, mwenendo kama ulivyo wajibu kwa Bwana. Kuna yale ambayo ni wajibu wetu kwa Bwana. Akisema na mukimpendeza kabisa. Aliwaombea katika maisha yao wampendeze Mungu. Tunampendeza Mungu kwa njia ya kukua kiimani. Na akawaombea tena akiwaambia mkizaa matunda mema kwa kila kazi njema, na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Mstari wa mwisho wa 11 akawaombea akisema hivi, mukiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na subira ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha. Hii maombi, prayer item, ambaye Mtume Paulo alikuwa naye kwa ajili yake, aliwaombea kwamba wawezeshwe kwa uweza wote. Mukiwezeshwa kwa uweza wote. Unajua, katika maisha yetu wa Kristo ambaye tumemwamini Yesu, kile ambayo kinatuwezesha ni Roho Mtakatifu,
Holy Spirit. Aliwaombea uwezo wa Roho Mtakatifu akisema, mkiwezeshwa kwa uweza wote. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume 1:8, nanyi mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Na hii neno kuwezeshwa ni kuwezeshwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na akasema mpate kuwa na saburi, patience, pate kuwa na saburi, uvumilivu. Na baada ya kuwa na saburi, inasema saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha. Hiyo ndiyo neno ambapo waliwaombea watakatifu wa kanisa la Wakolosai katika mistari hizo mitatu. Ni mambo ya nguvu sana, ambapo waliwaombea waweze kusimama ndani yake na kuwa na subira na uvumilivu pamoja na furaha katika maisha yao. Tutafika hapo kwa leo kwa sababu ya muda hautaturuhusu tuendelee katika mistari zinazofuata, lakini tutafika hapo kwa leo. Naomba tusimame tuweze kumshukuru Mungu. Simame tuweze kumshukuru Mungu. Mwenyezi Mungu Baba yetu, tunakutukuza kwa sababu ya neno lako. Neno lako limefika masikioni mwetu leo. Tunakutukuza kwa sababu watutakia mema. Asante kwa sababu ya mafundisho haya ambayo tumeyapokea katika kitabu hiki cha Wakolosai. Bwana, utuwezeshe, maana maneno haya yameandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho ya zamani, tuweze kusimama, tuweze kuwa na upendo ndani yako, tuweze kuendelea katika roho zetu na kukua na kuzaa matunda. Utatuwezesha Bwana kwa imani. Tunakutukuza na kukushukuru. Asante, maana utakuwa pamoja na kila mmoja wetu tunapoondoka. Kwa Yesu Kristo Bwana tunaomba na kuamini. Amen.